Bwana Yesu asifiwe sana. Popote unaponitazama, ni mimi mtumishi wa Mungu mchungaji Jesse Samuel. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze na wewe kidogo kwa habari ya wale watu ambao wanakula chakula au wanalishwa chakula katika ulimwengu wa roho au wakati wa usiku au wakati usiku. Umekuwa unaota mara kwa mara, unakula vyakula vya tofauti. Leo umekula makande, kesho umekula wali, wakati mwingine unaota unakula nyama za watoto wadogo, au unakula nyama za mtu mkubwa, au unakunywa damu, au unakunywa kitu ambacho hukielewi, au uko mahali kwenye hoteli unakula na haujui maana yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tafsiri tu ya kawaida, chakula, kitu kinachoitwa chakula, kazi yake chakula ni kuupa mwili uhai, kuupa mwili nguvu, kusababishia mwili uendelee kuishi tena, kuwa na nguvu ya kuendelea kuishi. Sasa katika ulimwengu wa roho kuna vyakula vya aina mbili. Katika ulimwengu wa roho kuna vyakula vya aina mbili. Kuna vyakula ambavyo ukila upande wa nuru, roho yako inapata uzima, inapata uhai. Lakini kuna vyakula vingine ambavyo ni upande huu wa pili, ambao upande wa giza wa shetani. Ukila vyakula upande wa giza, roho yako inapata roho ya ufu, au roho ya umauti, au roho ya kukosa uzima, au uzima ambao ulikuwa ndani yako unatoka. Sasa kwa sayansi tu ya kawaida, Biblia inasema mwili wako unakuwa na uzima kutokea kwenye roho yako. Na Biblia inasema roho ndio itiayo mwili uzima. Maana nia ya mwili ni mauti. Kama roho ndio inatia mwili uzima, wachawi nao waligundua sayansi, wakilisha roho yako chakula ambacho sio neno la Mungu na sio maombi. Maana chakula cha upande wa roho, upande wa nuru, ni neno la Mungu na maombi. Kwa hiyo wakagundua kwamba wakikulisha wewe chakula ambacho sio neno la Mungu na maombi, maana yake roho yako inaweza ikabadilika. Kwa hiyo wanapoleta chakula katika ulimwengu wa roho ili wewe ule, wanakuwa tayari wameshakielekeza kwamba chakula hiki kitakapoingia kwenye roho ya mtu fulani, Frankie, Joyce, Salome, au Peter, au Irene, yoyote yule, kikalete mabadiliko ya aina fulani. Aidha kikalete mabadiliko ya ugonjwa wa kansa, au kipeleke ugonjwa wa figo, au kipeleke ugonjwa wa ini, au pressure, au sukari, au wavimbe miguu, au chakula hicho atakachokula kipeleke roho ya mauti ndani ya mtu huyu. Kwa hiyo unapokula chakula kile unachoona unachokula katika ulimwengu wa roho, kinacholishwa sio mwili wako, kinacholishwa ni roho ambayo kazi yake inakuja inatia mwili uzima. Sasa haiji kutia tena mwili uzima, inakuja kuleta yale mambo ambayo yameelekezwa kwenye kile chakula ambacho ulikula katika ndoto. Kwa hiyo unapoota unakula chakula katika ulimwengu wa roho, jambo hili sio zuri kabisa. Ni jambo la kuingia kwenye maombi na kufunga huo mlango, lakini kujitakasa kwa damu Yesu na kuivunja hiyo madhabahu inayoruhusu au inayofanya wewe uweze kulishwa katika ulimwengu wa roho. Unahitaji kitu ambacho kinaitwa deliverance, yani maombi ya ukombozi. Na kama ungependa nikuombee, basi unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba ya 0742 6630 13, 0742 6630 13. Bwana akaendelee kukulinda, lakini Bwana akakuponye na hiyo hali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ubarikiwe sana kwa kuweza kunisikiliza. Naamini umeelewa na utachukua hatua na hautakawia katika jina la Yesu. Asante sana.